Mimi ni mraibu naendelea kupata nafuu. Sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu, nimepata nafuu. Nina muda wa miezi 7 ya usafi bila kutumia kilewesho cha aina yoyote ile. Nakumbuka kipindi nakuwa nilikuwa napenda sana michezo ya kurukaruka nini, serikasi na watoto wenzangu, na pia muda ulipokuwa unazidi kuongezeka nikajigundua na kipaji pia cha kuandika muziki, nikawa naandika nyimbo nini. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, nilibahatika hata kuweza kuingia studio nikarekodi. Lakini saa baada ya kuingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya aina ya bangi na pombe, nikajikuta nikaweka sasa kipaumbele vile vilewesho, vile vipaji vyangu vyote vikawa vimepotea kabisa. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, kuona nazidi kujaribu mimi mwenyewe, nazidi kuharibu maisha yangu, sielewi, nazidi tu kupoteza, nikaomba msaada, nikatafuta msaada ili niweze kutoka kwenye zile hali za utegemezi, na namshukuru Mwenyezi Mungu niliweza kupata msaada. Mpaka sasa hivi inaendelea vizuri, nayaona mabadiliko na naona kabisa kwamba inawezekana zile ndoto zangu ambazo ziliweza kupotea zikaja kufufuka upya, nikarudi kama zamani na nikasimama upya kuendeleza maisha yangu na kurudi katika hali yangu ya kawaida. Kuna mwanadamu yoyote ambaye ameweza kuchagua kuwa mraibu. Hata leo ambao nawaona wanazunguka katika mitaa, wengine wakiokota chupa, wengine bado still wakiishi na familia, lakini bado mambo yao yanakuwa hayaendi, hawawezi kuweza kufanya kazi. Wengine ambao wanakimbia majukumu yao kwa wakati. Wengine ambao bado still wanahangaika kupelekwa katika tiba tofauti ambazo hazistahili, na wanajikuta wanarudia mara kwa mara. Hawakuchagua kuwa waraibu, ni hali tu fulani ambazo zimeweza kutokea katika maisha yao kutokana na kile kilewesho ambacho alikuwa amekitumia kiliweza kuathiri sehemu fulani katika ubongo ambayo inaitwa limbic system au reward center system. Na ndio maana ukijaribu kuweza kuangalia kiundani zaidi utaweza kuweza kuthibitisha hilo, kwa sababu unaona kuna baadhi ya watu ambao katika makuzi yao unakuta walikuwa wanapenda labda kuweza kuangalia movie, huwa walikuwa wanapendelea kuweza kuangalia movie. Wengine walikuwa wanapenda kuweza kucheza michezo mbalimbali, kuruka kamba, kuruka sarakasi, wengine netball, wengine basketball, wengine walikuwa wanapenda kuweza kucheza mpira wa miguu. Katika makuzi yao hawa watu walikuwa hivyo, lakini pale walipoanza tu kuweza kutumia hivi vilevi, taratibu wakaanza kuweza kupunguza kile kitu alichokuwa anafanya. Kama alikuwa ni mtu ambaye anapenda kuweza kufanya mazoezi, unaona anaanza kuweza kupunguza ile hali ya yeye kuweza kuwa anafanya mazoezi mara kwa mara. Na kama alikuwa anapenda kuweza kucheza mpira wa miguu, unaona kabisa kwamba kuna namna ile motisha au ile nguvu ya kuweza kuendelea kuweza kucheza mara kwa mara kama ilivyokuwa mwanzo inakuwa tofauti. Hii ni kwa sababu katika ile sehemu katika ubongo ambayo inaitwa limbic system au reward center system, anapoweza kutumia vilevi huwa vinaenda kuharibu ile sehemu na kuweza kusababisha ile sehemu raha au furaha kuweza kuegemea katika kitu kimoja, na hasa katika
hivyo vilevi ambavyo mtu huyo alikuwa anatumia. Na hii sehemu ndo mara nyingi inakuwa inatengeneza uraibu, ni kwa sababu huyu mtu hata ukimpatia tena michezo anakuwa hasikii tena kama furaha kama alivyokuwa anasikia mwanzo. Hata kama utampatia muziki labda alikuwa anapenda au kuweza kumwekea hizo movie ambazo alizokuwa anazipenda, basi unakuta yale mapenzi hayapo tena. Mapenzi yake yapo katika kile kilevi ambacho anachokuwa anatumia kila siku, na hii sehemu ni kwa sababu tu inakuwa imeathiriwa na kile kilewesho ambacho alichokuwa anatumia, na pale ndipo mraibu anapokuwa anaishi kutumia na anatumia ili aishi, na furaha yake inakuwa imeegamia katika kitu kimoja. Yaani kitu kimoja ndio kinaweza kumpa furaha ya kweli, vile vitu vingine vyote vinakuwa havina maana yoyote kwake, na hapa ndipo anapotengenezwa mraibu. Lakini hakuna aliyechagua kuwa mraibu, ni hali tu fulani za mambo ya vilevi kuweza kuharibu sehemu fulani katika ubongo ambayo inaitwa limbic system au reward center system, na huyu mtu kujikuta furaha yake ina base katika kitu kimoja. Dapo Recovery House, hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa waraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Tunasaidia jinsia zote, wanawake na wanaume pia. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0673 20 43 32. Saidia, usiadhibu.